Sasa kwenye nini halmashauri za mitaa na kila sidhani kutumia nguvu nyingi huko. Serikali za mitaa na halmashauri ni nchini taasisi za utawala waanzishwa kusimamia maendeleo ya utoaji wa huduma na katika wananchi maeneo kwa niaba ya serikali. Nyinyi huko ni serikali kamili. Na ndio maana nadhani kama mada ya jana sikuwepo, bylaws nyinyi mashimo madiwani wanaweza katoa wakaweza kama kuheshimisheni kama tuzo kutumia zile sheria za serikali za mitaa. Nyinyi serikali kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo kazi wanazofanya serikali za mitaa za kufanya chochote ni serikali kwa maeneo yao. Lakini halmashauri ni chombo cha utawala eneo fulani katika mamlaka kwa kupanga maendeleo. Lazima tukubaliane kukusanya mapato, kutoa huduma za kijamii na kusimamia shughuli za maendeleo ya wananchi. Hiyo ndio msingi wa halmashauri ya serikali za mitaa. Lakini aina za serikali za mitaa sitaki nijirudie. Unajua kuna jiji, halmashauri, manispaa, miji, wilaya mpaka halmashauri ya kijiji na kitongoji. Hii ni serikali. Kwa hiyo tunapozungumza serikali za mitaa, kila eneo lina kazi yake, lakini maeneo ya majiji yana utaratibu wake. Bylaws za majiji hazifanana na serikali, halmashauri, wilaya. Kwa hiyo kila eneo manispaa hawezi kufanana na halmashauri. Kila eneo linakuwa na taratibu zake. Na sasa majukumu ya serikali za mitaa katika halmashauri zetu ni yapi? Lazima tujue serikali za mitaa majukumu mengi kama kutoa huduma za kijamii. Kwa mfano, elimu ya msingi na sekondari. Halmashauri ya serikali za mitaa inawajibika kufanya hiyo mambo ya afya, maji, usafi wa mazingira, barabara za ndani. Sasa haya yote serikali za mitaa inajiuliza, mimi nitakuwaje na serikali za barabara wapi na wapi? Wewe kwa kupitia mamlaka serikali, na ndio maana coordination. Serikali za mitaa ana wajibu kuhakikisha huduma zote za miundombinu kwa coordinate, kushirikiana na wizara husika. Kama ni masuala ya barabara, namna gani anashirikiana na TARURA. Kama ni masuala ya umeme, anashirikiana na wizara ya nishati na madini kwa kulinda TANESCO na REA. Kama ni masuala ya afya, namna gani anahusiana na wizara ya afya. Yaani kila kitu tunachokiangalia. Masuala ya elimu ni namna gani na coordinate halmashauri na wizara ya mama, na ndio maana ya dira, unaangalia namna gani unaweza kulinki huko kwa mazingira husika. Lakini kusimamia kutoa huduma za kijamii, kuzungumza kusimamia maendeleo ya wananchi, kuandaa mipango ya maendeleo. Halmashauri pia kusimamia miradi ya maendeleo na kuhamasisha shughuli za kiuchumi. Halmashauri au serikali za mitaa zinawajibika kuhamasisha. Tunapozungumza fursa zilizopo, ni namna gani una mobilize resources, namna gani fursa zilizopo tunazitumia kuhakikisha tunatoa huduma vijana, viwanda, rasilimali. Hiyo yote ni njia mojawapo ya kuhakikisha unafanya hivi. Namna gani unahusisha sasa hiyo fursa. Barabara ni mbovu, namna gani halmashauri inapanga kushirikiana na TARURA kwenye masuala ya bajeti. Namna gani wadau tofauti wa mashirika wa maendeleo, wizara husika. Haya yote ni kazi zenu za halmashauri za mtaa. Sasa lazima tujue kwenye mapato, tumesema sisi tunakusanya mapato yasiyo ya kikodi, sio kodi. Kwa lazima tuhakikishe yale mapato tunayokusanya watu waone huduma. Na ndio ugomvi mkubwa sana. Unakuta taasisi nyingi za mamlaka wanakusanya, wanajiuliza wanakusanya wanatupa huduma gani? Wewe unakusanya na unatukusanyia mimi na kutuni unanitoza sawa. Unanipa huduma gani? Watu wanataka waone, kwa sababu hiyo sio kodi. Ikusanya na TRA na peleka kwenye mfuko wa serikali, ndipo watajenga barabara, SGR, vitu ambavyo ni vile kila mtu atatumia. Kwa hiyo elimu bora tunategemea sehemu ya mapato tunayokusanya. Tuhakikishe namna gani tunaweza kuboresha huduma bora, afya, maji safi, barabara, usafi wa mazingira, masoko, miundombinu na biashara. Sasa tuwe makini. Barabara inakujaje wakati mimi sijengi barabara? Zile barabara zinamilikiwa na TARURA au TANROADS. Lakini nyinyi kupitia mipango ya halmashauri, kuna namna mipango yenu namna gani mnavyohusisha uhusiana kwamba mwaka huu wa fedha ili tuweze kufanya shughuli fulani za kiuchumi au kuboresha huduma zetu, tunahitaji miundombinu. Lazima kuna linkage ya wizara husika miundombinu
au TAMISEMI kupitia TARURA kuweza kuboresha mazingira. Lakini pia ubunifu wa kuongeza mapato ya serikali ni nini? Sasa halmashauri zetu au manispaa zetu au majiji yetu tunatakiwa kuanzisha miradi ya kimkakati ya uwekezaji. Lazima tuhakikishe tuwe na, of course lazima tupitishwe dira, tunaangalia ni namna gani tunaanzisha miradi ya kimkakati ya uwekezaji, namna gani tunavutia wawekezaji, namna gani kuboresha mazingira ya biashara, namna gani kutafuta vyanzo vipya vya mapato badala ya kuongeza tozo. Na tumeangalia kwenye blueprint kwamba tutengeneze mazingira tunapofanya hizi biashara tusiwe na mzigo kwa wafanya biashara, kwa sababu biashara na kwa mfano kama anakuwa na kiwanda, lazima hakikishe kiwanda kile kinazalisha bidhaa ambazo zinaenda kuuzwa nje. Sasa tukihakikisha kwamba kila siku tumetarget kwamba zile tozo tukamuongezea mzigo, ina maana gharama za uzalishaji zinakuwa kubwa. Lakini lazima pia kuvutia wawekezaji. Kuvutia wawekezaji pamoja na rasilimali tunazokuwa nazo kwenye mazingira haya, tuna ardhi sawa, tuna hayo, lazima tuhakikishe ni vitu gani ambavyo tunahusisha kama miundombinu, maji, barabara, tunashirikiana na halmashauri, tunapanga kwenye mpango yetu ili vitu patizuri mtu wa viwanda anazungumzia tunakuwa nayo. Fedha zielekezwe kwenye afya, elimu, maji, barabara, usafi wa mazingira na kuboresha huduma za walipa wa huduma za mapato. Watu useme kama ni shughuli za kifedha, kama ni makampuni umekusanya ushuru, labda ushuru ile service levy, tunategemea wafanyabiashara wao watengenezee modo ambao hata usafi wakituma wanachukua uchafu na unamwambia bwana, hii hela unayokusanya umeona nimekuhudumia huduma. Wala mtu aone hata kwa macho, ili aone ukimwambia na kutoza ni kwa sababu gani. Ili yani lazima mzungushanishe yale mapato kuyahusanisha na kile kitu unachokifanya tofauti na kodi hicho. Kuweka vipaumbele kwa wananchi washirikishwe kupanga miradi, budget na miundombinu. Na hilo ndilo tumekuwa tukihubiri kwenye masuala ya Vision 2050 kuhakikisha mambo hayo yanafanikiwa. Lakini mbinu za kuboresha huduma katika serikali za mitaa inayozalishwa Tabora. Namna gani asali ya Tabora ni mashauri tusaidia wawekezaji wanaouza kwenye mnyororo wa asali, wanauza nje, wanaleta pesa za kigeni. Yaani lazima hivi tufanyie kazi holistically, sio separation to separate vitu. Lakini ushirika sekta binafsi ndio kuna hela. Hatuwezi kutegemea sekta binafsi kama mabenki na hela zetu penyewe. Tunahitaji kuhakikisha tunafanikiwa. Mwisho kabisa hapa mimi naomba niishie hapa. Nawashukuru sana.